Kwa nini inakuwa hivyo? Kwa sababu unakuwa sio mwanafunzi. Bwana Yesu alikuwa amewatambua kwamba hawa ni wanafunzi, ndio maana akawaamuru. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana leo hii, kwa sababu watumishi wengi wa Mungu sio wanafunzi, wapo mitume ambao sio wanafunzi, ni mitume makutano. Yaani Mungu hawezi akawaamurisha jambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wakiamrishwa na Mungu wanasema sasa Mungu kama anasema hivyo, sasa tukifanya hivyo kanisa lote si watu wataondoka. Kwa hiyo anakuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye ni makutano, hawezi kuamuriwa jambo na Mungu. Yaani Mungu hawezi kumuamuru. Na Mungu anawajua watu wake, anajua kabisa huyu nikimwambia jambo hili hata lifanya, kwa sababu anajua huyu sio mwanafunzi wangu. Lakini ukiwa mwanafunzi wa Yesu, Mungu anaweza akakuamuru. Bwana Yesu aliwaamuru kuyafundisha yale yote aliyowaamuru. Kwa sababu gani? Aliwaamuru kwa sababu wale walikuwa ni wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii labda utoke hapa, kwa mfano mimi ni mtume na nina huduma ya unabii ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nimetoka hapa leo, nimekwenda kwenye kanisa fulani la watu ambao wanasema wameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Nikafika pale nikanena kwa neno la Bwana. Nikasema kwamba hivi ndivyo asemavyo Bwana Yesu Kristo. Ubatizo ni jina la Bwana Yesu Kristo. Msiwabatize watu kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa kwa sababu hiyo, wewe mchungaji wa kanisa hili, peleka watu wote mtoni ukawabatize kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yule mchungaji kama sio mwanafunzi atasema haiwezekani bwana. Kwani nani wa kumsikiliza? Wa kumsikiliza Petro au wa kumsikiliza Yesu zaidi? Bwana Yesu asifiwe. Petro ndo kasema wabatizwe kwa jina la Bwana Yesu. Yesu mwenyewe kasema kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Watabisha, watakataa kwa sababu sio wanafunzi. Lakini wakiwa wanafunzi, Bwana Yesu asifiwe, kama hawajaelewa watasema, hebu mtumishi wa Mungu kaa chini tuambie bwana, utofauti uko wapi? Alafu utawaelekeza na watatii. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengine hawamwamini hata Roho Mtakatifu ndani ya Petro. Biblia inasema alikuwa amejaa Roho Mtakatifu, yaani maana yake hawezi kukosea. Lakini wapo leo watumishi ambao hawamwamini hata Roho Mtakatifu ndani ya Petro, hawamwamini. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hawauamini utume wa Petro maana yake. Na kama hawauamini utume wa Petro, maana yake hawamwamini Yesu Kristo ambaye amempa Petro utume. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wanafunzi ndio wanaoamriwa. Tukisimama hapa tukisema suruali ni vazi la kike, wanawake wote msivae suruali, ambao ni wanafunzi hawatavaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni wanafunzi, wanafunzi wanaamriwa. Lakini makutano hawawezi, wanasema bwana ni baridi, ngoja tuvae kwa ndani. Wanavaa kwa ndani, alafu nje wanajifunga nguo ambayo huwezi ukaona kwamba ndani kuna suruali. Ni vazi la kike. Yaani sawa sawa na mwanamume amevaa zile chupi za kamba akasema nitavaa suruali nje, kwa hiyo haiwezekani. Au mwanamke ambaye amesuka alafu anasema, Biblia inasema wanawake waliolewa wajifunike kichwa chao, alafu akafunika kichwa. Yaani kasuka ndani alafu kajifunika kichwa chake usionekane ule msuko. Ujue huyo sio mwanafunzi. Alafu mtu kama huyo anategemea kuja kwa mfano hapa aje kutoa unabii. Bwana Yesu asifiwe. Au aje kusoma neno la Mungu, kumsomea mtumishi anapohubiri.
wakati ameweka msuko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Bwana Yesu akasema, nyinyi wanafiki ni kama makaburi yaliyopakwa chokaa, kwa nje yanaonekana mazuri, lakini ndani ni uoza, ni mifupa mitupu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Ukristo wa Mkristo unatakiwa uwe ndani, na Ukristo wa Mkristo unatakiwa uwe nje. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Bwana Yesu akasema, itoeni miili yenu kama dhabihu inayompendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hataki moyo tu peke yake, anataka na nje. Mungu anachunguza ndani na nje. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika mafundisho hayo ambayo Bwana Yesu amewaamuru, tukaanza kuangalia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 5. Tukatazama, tukaona mambo mengi ambayo Bwana Yesu ameamuru, ambayo mitume walikuja kufundisha, ambayo wakati anawafundisha yeye hapa anawaamuru mambo haya. Jambo la mwisho tuliliangalia mara ya mwisho, swala la hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Swala la hukumu. Swala la hukumu ni swala tata. Bwana Yesu asifiwe. Ni moja kati ya mafundisho tata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wapo watumishi wengi wa Mungu hawajaelewa swala hili. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kutokujua kwao kumewapa nafasi ufalme wa giza. Mapepo, majini, mashetani, mizimu na wenye dhambi mbalimbali wamepata nafasi ya kuwazuia watu wa Mungu wasiwahubirie injili ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Imekuwa kama ngao kwao. Unapomwambia mtu dhambi zake, anakuja na neno anasema, usihukumu, usije ukahukumiwa. Watumishi wa Mungu wengi wakiambiwa hivyo wana paralyze, yani wanapooza. Yani kama amekuja na moto wa injili, akiambiwa usinihukumu, na unahukumu. Usihukumu, usije ukahukumiwa, na yeye anaingia uoga, anatulia na lile neno. Kama ilikuwa ni message ya kukemea dhambi, ila anashindwa, anabaki amepoa. Kwa nini? Kwa sababu hajaelewa haya mafundisho ya Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kawaida ya mapepo ni kupiga kelele, ni kulipuka. Bwana Yesu kuna kipindi alikuwa anatembea, akamkuta mtu mmoja ambaye huyo mtu alikuwa ni chizi na amechizika kweli kweli. Alikuwa na hasira kiasi kwamba anakata hadi minyororo akifungwa. Na kazi yake alikuwa anazunguka, akaenda akawa anaishi makaburini. Kule makaburini akikaa anajikatakata na miamba iliyokuwa kule makaburini. Mnajua zamani watu walikuwa wanazikiwa kwenye mawe. Sehemu kwenye mawe yanachukuliwa, mawe linachimbwa sehemu, wanavunja mawe jiwe, au kama kuna sehemu anawekwa mtu, wanaweka na mawe. Ndio maana hata Bwana Yesu kwenye kaburi lake ilikuwa hivyo. Zamani ndio ilikuwa desturi yao, hawachimbi kama saa hizi wanavyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio ilikuwa desturi yao. Kwa hiyo kule kwenye mawe makaburini kulikuwa na mawe. Yule mtu alikuwa akikasirika, mapepo yakimpanda, anaanza kujikatakata na yale mawe. Bwana Yesu asifiwe. Akifungwa na minyororo anakata. Yaani alikuwa ni mapepo ambayo sio ya kawaida, ni roho za mizimu. Ndio maana alikwenda kukaa kule makaburini. Yaani yule mtu alikuwa na mizimu. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wengi wanajuaga pepo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwenye Biblia watafsiri walisema pepo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ule ni mzimu. Mizimu ndio ina tabia ya kupenda kukaa makaburini. Mizimu ndio inapenda kukaa kwenye mawe. Mizimu ndio inapenda kukaa milimani. Mizimu ndio inapenda kukaa kwenye miti mikubwa. Ndio maana watu wanaofanya ibada za mizimu wanakwenda milimani, wanakwenda kwenye mawe makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye miti mikubwa. Kwa nini? Kwa sababu mizimu inapenda kukaa kule. Kwa hiyo huyu mtu alikuwa na mizimu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Alivyomuona Bwana Yesu akasema, ewe, tunakujua wewe unani.
mtakatifu wa Mungu umekuja kutuhukumu kabla ya wakati wetu? Hiyo mizimu inamwambia Bwana Yesu, yaani itakuwa inajaribu kumwambia, ilitaka kumzima Yesu, kumwambia usihukumu. Na hapo Bwana Yesu alikuwa hajasema chochote bado. Wakajua kinywa chake atakapokifungua hukumu itatoka. Ndio maana kabla Bwana Yesu hajafungua kinywa, ile mizimu ikamwambia, umekuja kutuhukumu kabla ya wakati wetu. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa inaogopa kwenye kinywa chake itatoka hukumu, kwa sababu kinywa cha mwenye haki hutoka sheria, haki na hukumu. Kwa hiyo ilikuwa inaogopa hukumu itatoka. Kwa hiyo akamwambia usihukumu. Yaani hilo neno alimwambia hata Bwana Yesu. Bwana Yesu akamfumba kinywa, kwa sababu yule pepo alikuwa anataka amfumbe kinywa Bwana Yesu. Sasa Bwana Yesu kwa sababu anajua mambo ya rohoni, akamfumba kinywa yule pepo, akamnyamazisha, akamkemea, toka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa roho hizi chafu za mashetani kazi yake ni kuwazimisha watu wa Mungu wasihubiri Injili. Ndio maana unapotaka kufumbua kinywa kuwaambia watu dhambi, hapo unaitwa unahukumu. Anakuambia usihukumu, usije ukahukumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Agizo la Mungu ameagizaje? Kwenye Isaya 58 anasema, paza sauti yako ukawaambie watu wangu dhambi zao. Paza sauti yako uwaambie watu wangu dhambi zao. Yaani paza sauti, sio kwa siri siri, usifiche fiche, usinongone nongone. Paza sauti, maana yake kila mtu asikie dhambi zao. Ndiyo maana leo hii, kwa sababu sisi tuna maagizo hayo ya kupaza sauti wenye madhabahu hii ya nyumba ya sala kwa mataifa yote, ndiyo maana hatuogopi kusema suruali ni vazi la kike, la kiume. Bwana Yesu asifiwe. Hatuogopi kusema hivyo kwa sababu tumeambiwa tupaze sauti, tuwaambie watu wa Mungu dhambi zao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni watu wake, lakini amesema paza sauti uwaambie watu wangu dhambi zao. Ndio maana leo hii hatuoni aibu kuwaambia mitume na manabii mambo ya kutoa sadaka za wazi. Bwana Yesu asifiwe. Ni dhambi. Sadaka hizo zinakwenda kwa shetani. Unakuta nabii anasema, jamani, wale wanaotaka kutolea Mungu hapa landi 100, hebu wapite mbele. Wengine wanataka, nani atamtolea Mungu 5,000? Nyosha kidole. Bwana Yesu asifiwe. Alafu mtu anasimama. Ndio maana sisi tunawaambia sadaka kama hizo ni dhambi, kwa sababu tumepewa mamlaka ya kupaza sauti zetu kuwaambia watu wa Mungu dhambi zao. Ndio maana tunawaambia ubatizo ni mtoni. Bwana Yesu alituonyesha mfano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama mfano alionyesha Yesu, wewe ni nani ufanye tofauti na Bwana Yesu alivyofanya? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa leo hii watu wa Mungu wa ukweli wanapoambia watu dhambi, yaani wewe ukitaka kuhubiri, wahubirie injili ya kusema Yesu anawapenda wote, wote ni sisi ni watu wazuri wa Mungu tu, wote tutakwenda mbinguni. Sasa kama wote tunapendwa na wote tutakwenda mbinguni, kazi ya unahubiri kwa nini sasa? Amen. Kwa nini unahubiri? Kama watu wote wanakwenda mbinguni, kwa nini unahubiri sasa? Kaa kimya basi, wasubirie kwenda mbinguni. Na Mungu amesema wazi kwenye neno lake, nampenda Yakobo, Esau namchukia. Wapo wanadamu wanaishi katika uso wa dunia hii, Mungu anawachukia. Wapo.
Kuna watu hawapendwi na Mungu, Mungu anawachukia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapoambiwa tupaze sauti zetu, tusikubali mtu yoyote atunyamazishe kuwaambia watu dhambi zao. Usije ukajikuta mazingira ukasema, unajua bwana hapa, unajua watumishi hao wa Mungu hao nikiwaambia hichi hawawezi kukubali, ngoja niwaache tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe unawaacha, kumbe neno linakwambia paza sauti. Sio hata ongea kimya kimya kidogo kidogo, paza sauti. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna watu wa aina yangu, sisi tukikaribishwa sehemu kuhubiri, aisee, kama wewe mchungaji hujakaa vizuri na Mungu, inabidi ujipange sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Hivi mtu kama mimi unanikaribisha kwenye madhabahu yako, alafu unamaliza ibada unaanza kutangaza, haya jamani, sadaka ya leo ni shilingi 250. Alafu kipindi tuna watu wanaenda kutoa sadaka pale, mtu mmoja tukaenda, alafu unatangaza, jamani, sadaka ya leo ni 250. Kwa hiyo kanisa zima linajua kwamba yule kumbe alipoenda pale alitoa 250. Kwa hiyo sadaka hiyo ni asili kweli? Sadaka ni siri, sio za kutangaza waziwazi. Jamani, watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe kama Wakatoliki, unakuta wanatangaza, unajua hii ni Jumapili ya kwanza sijui ya mwaka C. Kwa hiyo kama ni Jumapili ya kwanza ya mwaka C, matoleo ya sadaka yalikuwa ni 250,000. Upumbavu wa Katoliki unatuletea kwenye ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unanipa madhabahu mtu kama mimi, unategemea nini kwa kweli? Bwana Yesu asifiwe. Yaani hata kama mtu kaokoka jana atajua upumbavu wa mchungaji huyu. Bwana Yesu asifiwe. Wapo watumishi wa Mungu ambao ni wapumbavu. Wapo watumishi wa Mungu ambao ni wajinga. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana neno la Mungu likasema, mnyama farasi alifungua kinywa chake. Farasi ambaye haneni, lakini alifungua kinywa chake kuzuia upumbavu wa nabii yule au wa nabii huyu. Yaani farasi alifungua kinywa ili aweze kuzuia upumbavu wa nabii. Yaani unaweza ukawa nabii na ukawa na upumbavu vile vile. Kuna watu wanasema, bwana Balaamu, neno hilo lilimhusu Balaamu. Balaamu alikuwa hajaokoka, kwa hiyo yule alikuwa ni nabii wa uongo. Sawa, kama Balaamu ni nabii wa uongo, kwa nini Paulo alivyoweka msingi wa kanisa kuhusu habari za wanawake kutohubiri, kuhusu habari, Bwana Yesu asifiwe, za kufunika kichwa na mafundisho yote, mwisho akasema, kama wewe ni nabii au mtu wa Mungu, jueni kwamba neno hili ni agizo la Bwana. Lakini mtu akitaka kuwa mjinga na awe mjinga. Kwa nini alisema maneno hayo? Wapo watumishi wa Mungu ambao ni wajinga. Kwa nini wajinga? Kwa sababu wamechagua kuwa wajinga. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa mtumishi wa Mungu na ukachagua kuwa mjinga. Ndio maana wengine wanasema, bwana, unajua hii kweli ndio, lakini mambo ya Biblia bwana yanachanganya, sometimes inaweza hata akakutupa nje. Sasa kama wewe ni wa Mungu, kwa nini usirudi ndani? Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nazungumza na mtumishi mmoja wa Mungu kuhusu habari za ubatizo. Kanisikiliza, akaona hii ni kweli. Yaani akaona haya mafundisho hayapingiki. Akasema, unajua bwana, neno la Mungu, mimi nilikuwa najua kwamba kwa neno hili niliyomwambia huyu jamaa, kwa sababu nilijua anapenda mbingu kama ninavyoipenda mbingu mimi, nikasema huyu baada ya kumwambia hivi atasema, mtumishi wa Mungu, nipeleke mtoni ukanibatize. Baada ya kumwambia hivyo akasema, unajua bwana, mambo ya Mungu
ya mambo ya Mungu bwana, sometime neno la Mungu, neno la Mungu nye. Sometime linakutupa nje. Ndio ikaisha hivyo. Mpaka leo alijabatizwa lipo tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wanafunzi ni watu wa kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kazi yao, unapotoa hukumu, wakikuona, kuna wengine wanasema unajua yule mhubiri mzuri lakini kinywa chake kimejaa hukumu. Hujui kwamba kinywa cha mwenye haki kinajaa hukumu? Kinajaa sheria, kinajaa haki, kinajaa hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usikubali mpumbavu yoyote, awe ni jini, awe ni pepo, awe ni mzimu, awe ni nabii, awe ni mtume, awe mchungaji, awe mwalimu, awe askofu, akuzuia wewe usitoe hukumu kwenye kinywa chako. Ni marufuku. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali mtu akuzimishe kinywa chako, usiwaambie watu wa Mungu dhambi zao. Bwana Yesu asifiwe. Mimi namshukuru sana Bwana Yesu kwa kunifanya kuwa mtume kwa Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani namshukuru sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nia yangu, mzigo ambao kauweka moyoni mwangu, yaani jinsi Mungu alivyonifanya, yaani natamani makanisa yote duniani wote, yaani natamani wote waifuate kweli ya Mungu yani. Yaani najiona kama sipumui vile mpaka watu wote watakapokuwa vile. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na nafurahi sana ninapowafundisha watumishi wa Mungu alafu wanapokubali kweli, alafu wanapokwenda kuitekeleza. Uwaga nabarikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani inanibariki sana. Unajua mimi napenda watu wote wa Mungu waende mbinguni. Sipendi hata mmoja apotee. Miaka ya nyuma hapo watu wengi wamepotea, hawakwenda mbinguni jamani. Watu wengi wamepotea kwa sababu hawajaipata kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kweli ya ubatizo tangu alivyoihubiri Branham. Bwana Yesu asifiwe. Hapo katikati watu wakapotea tena. Zamani kina Petro walivyokuwepo walihubiri injili wakaondoka. Walikuwa wanakuja watumishi wa Mungu mbalimbali katikati hapo, lakini hapa juzi hapa, Bwana Yesu asifiwe, tulikuwa na mtumishi anaitwa Branham. Bwana Yesu asifiwe. Alirejesha misingi ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Alivyoondoka, hata kipindi alivyokuwepo, wapo watumishi wa Mungu wengine walikuwa wafanyi vile. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka sasa watu wengi, makanisa mengi, watu wamepotea, hawana kweli ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapokwenda kwa watu wa Mungu ukiwaambia jamani, wote mliobatizwa ambao mchungaji amesema tunakubatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, hawajalitaja jina la Yesu, wewe maana yake hujabatizwa. Ukiwaambia hivyo watasema una hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji ambaye anaenda kumchukua mtu alafu anasema nakubatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu bila kulitaja jina la Yesu, huyo mchungaji hakukamilisha maagizo ya Mungu. Kwa hiyo anatenda dhambi akidhani anaifanya kazi ya Mungu. Mnajua kuna watu wanatenda dhambi wakidhania wanafanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Waliokuwa wanamuua Paulo, walikuwa wanamuua Stefano, wenyewe walikuwa wanajua wanamfanyia Mungu ibada. Yaani walijua jambo hili linampendeza Mungu, hii ni ibada mbele za Mungu, kwa kumuua huyu anayesema Yesu, anayesema yule mwana wa fundi seremala ndio Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kwa kufanya vile walikuwa wanamkosea Mungu. Wao wanajua wanamfanyia Mungu ibada. Paulo akasema ngoja nikachukue kibali. Akaenda serikalini akachukua leseni. Unajua serikali ilimpa ya Kiyahudi, kamata hawa jamaa wote wanaosema
kwamba yule Yesu yule mwana wa Yusufu fundi seremala, kwamba yule ndio Kristo, chinja wote. Yaani Paulo alikuwa na vibali maalumu vya serikali kwenda kuwaua wanaohubiri injili ya Yesu Kristo kabla yeye hajaokoka. Akapewa na askari, yaani umepewa na jeshi. Kwa nini Paulo alienda kuomba kibali? Kwa sababu Paulo alikuwa anazijua sheria za Mungu, alifundishwa chini ya Gamalieli, alikuwa anajua sheria. Kwa hiyo alivyoenda akasema, jamani, habari za Mungu wetu zinataka kupotoshwa na hawa jamaa wanaosema kwamba yule mwana wa fundi seremala yule Yesu ndio Kristo. Sasa nimekuja kuchukua kibali. Wakampa kibali, wakampa na jeshi ili aweze kupita kila sehemu. Na Paulo kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye amezaliwa nje ya nchi, alikuwa ni Myahudi lakini kazaliwa Rumi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alikuwa anajua machaka yote wanapojificha watu wakitoka ndani ya Israeli, huko wanapokwenda kote alikuwa anajua pa kuwapata wapi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama saa hizi umpe kazi ya kuwatafuta watu nchi mbalimbali, kazi ambayo mtu ambaye ni baharia, hawa wasafiri wanaoitwa mabaharia, maana siku hizi wasafiri pia wanaitwa mabaharia, anajua pande zote za dunia hii. Yaani alikuwa anajua kabisa nikiwataka wabongo na wapata sehemu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Paulo alikuwa anajua kabisa anaenda kuwakamatia wapi watu wote, kwa sababu Paulo alikuwa sio mtu wa kukulia ndani ya nchi, alikuwa amekulia huko, ni mtu wa mizunguko. Alikuwa ndio maana alipochukua kibali kwanza kabisa akasema, hapa kwanza naanzia Dameski hapa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama mtu anayejua Pretoria alafu apewe jeshi, yaani awe na polisi, awe na wanajeshi, alafu akutafute wewe, anajua kabisa anakupatia wapi. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema utoboi, lazima utakamatwa tu. Ndio Paulo alikuwa hivyo. Sasa Paulo alichukua kibali akaanza kuwatafuta, akasema kwanza naenda Dameski. Alipokuwa anaenda Dameski, njiani ndio Bwana Yesu akamtokea. Akamwambia, Sauli, Sauli, kwa nini unaniudhi? Yaani kwa nini unaniudhi? Yeye alikuwa anajua anamfanyia Mungu ibada, kumbe anamuudhi Mungu. Anamuudhi Mungu vipi? Kwa sababu anawazuia watu wanaoisema kweli. Bwana Yesu asifiwe. Yeye alijua anamfanyia Mungu ibada, kumbe anamuudhi Mungu. Ndio maana leo kuna watumishi wa Mungu ambao wanadhania wanamtumikia Mungu, yaani wanachokifanya wanajua wanamtumikia Mungu. Mnajua haya mafuta, tukichukua mafuta kichupa kama hichi, tukijaza, tukiwauzia watu 5,500, tutachukua hela, tutalipia kwenye renti, tutaenda kufanya mikutano ya Injili. Bwana Yesu asifiwe. Wanachukua kichupa kama hichi cha mafuta, wanakijaza, wanakwambia hichi ni randi 5,000. Ukitaka chupa anointing oil ni randi 5,000. Bwana Yesu asifiwe. Alafu wao wanajua wanamfanyia Mungu ibada, wakati Biblia inasema mmepewa bure, toeni bure. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini usiwaambie watu tu ninunueni mafuta sehemu fulani? Kuna mafuta nimeyaona au yanapatikana sehemu fulani, nendeni duka fulani nunueni mafuta, leteni tutayaombea ili muwe na mafuta ya kutumia. Kwa nini wasifanye hivyo tu? Mbona vitu rahisi tu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mafuta yanahitajika. Watumishi wa Mungu wanapofanya huduma, mafuta yanahitajika. Kuna muda mwingine watu wanapofunga, mafuta yanahitajika, kwa sababu Bwana Yesu ameagiza mnapofunga tieni mafuta kwenye vichwa vyenu na weni uso wenu. Kwa hiyo mafuta yanahitajika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nini usiwape mafuta watu? Au kwa nini usiwaambie jamani, nunueni mafuta mlete kanisani tuyaombee kama unataka kutumia mafuta ya upako? Kwa nini uuze? Unajua kabisa kichupa kinauzwa kama hicho randi 10, unataka kuwauzia watu randi 5,000.
alafu unajua unamfanyia Mungu ibada. Wapo watu leo hii wanawachukua watu wanawapeleka kwenye visima, wanawabatiza, wanajua wanamfanyia Mungu ibada. Huu ni ubatizo Bwana Yesu ameagiza, amesema ubatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Anamchukua mtu anasema nakubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Chua. Yeye anajua anaifanya kazi ya Mungu, anajua anamfanyia Mungu ibada. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo hii tukisimama kusema ile iliyokuwa kweli, kuambia watu jamani, ubatizo sio kisima. Jamani, ubatizo usiseme kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Jina hilo aliyoagiza Bwana Yesu ni jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo batiza ukisema ninakubatiza kwa jina la Bwana Yesu, watasema ana hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kazi ya shetani kuwanyamazisha